Mungu kwa sababu amenisaidia. Wiki mzima ni Mungu amekuwa Ebeneza. Haijakuwa rahisi. Wiki mzima hakika, acha niseme nimekuwa na shughuli moja mbili. Naamini wengine wamesikia, wengine bado, lakini bado Mungu anaitwa Ebeneza. Kusema kwamba tunahitaji maombi. Muendelee kutuombea. Dia Bwana, tunakurudishia utukufu wako Bwana. Dia Bwana, tunakurudishia utukufu wako Bwana. Sifai mbele za Bwana kama sinao upendo, mimi si kitu kabisa. Sifai mbele za Bwana, sifai mbele za Bwana kama sinao upendo, mimi si kitu kabisa. Hata nikioa mali zangu na kuwalisha maskini, kama sinao upendo, mimi si kitu kabisa. Hata nikioa mali yangu na kuwalisha maskini, kama sinao upendo, mimi si kitu kabisa. Sifai mbele za Bwana, sifai mbele za Bwana kama sinao upendo, mimi si kitu
Salimia jirani kwa jina la Yesu. Salimia jirani kwa jina la Yesu. Kwa jina la Yesu, kwa kuchoma kwa Yesu. Asema Yuda nani kama wewe? Mawa Yuda nani kama wewe? Asema Yuda nani kama wewe? Mawa Yuda nani kama wewe? Asema kinguruma chawi wakimbia. Mawa Yuda nani kama wewe? Asema kinguruma wakutoa natoa. Mawa Yuda nani kama wewe? Hamuone huyu Danieli, lakini maandiko ikasema akamuita kwa jina Danieli. Danieli anasema usiwe mfalme, mimi ningali niko mzima, ningali hai, lakini amemwombea mtu. Nasema la watu usinitisenge kisasi, kisasi ni cha Bwana mwenyewe. Mungu ana kisasi chake Bwana. Danieli amenusurika alipotoka huko na kuja kuokoa taifa. Nasema na watu leo hii tunamwona Danieli kama jana kama leo, angali ananena. Niseme mzee wa pili, ninamwona Ayubu si mdogo hivyo. Mzee alikuwa na mali Bwana. Nasema na taifa hili kuna watu wenye mali Bwana. Mzee alikuwa na mali mingi, lakini shetani akamnyemelea, akajaribu kumharibia, lakini Mungu akamnusuru Ayubu. Halo, wameiba. Kuna watu hapa wananungunika waliibwa. Kuibwa kwingine kunawezekana ndiyo kazi ya wewe kupanda. Majaribu mengine itakufanya ndugu upande cheo. Majaribu mengine itakufanya usonge mbele. Usinungunike. Kuna watu wanaombaga majaribu hizi tutokeze. Majaribu, bila majaribu wewe ni mahali. Ayubu akapoteza kila kitu, akapoteza watoto. Tunaona watu wakinungunika leo hii, wakipoteza wanaongea. Kubaliana na Mungu ya kwamba kuna yule Mungu wa Ayubu. Halo. Maandiko yanasema kwamba Ayubu akagonjeka. Magonjwa yake ilikuwa angamie. Kukufa na kuishi ni mambo mawili. Bwana sifiwe. Ayubu akarejeshewa maisha, akaishi. Halo. Mzee wa tatu, habari mwingine ni mjenzi. Huyo mzee ni Nuhu. Niseme nini kuhusu Nuhu? Mungu akanena na Nuhu kwenye maono, akamupea plan ya kujenga. Niseme majengo kama haya lazima yawe na plan. Nuhu akaambiwa, wewe mwenye mwisho ya mwenye uhai hata imefika, jenga safina. Akapewa plan, akapewa vile itakuwa, akapewa vile mambo itakuwa. Mzee usimuoa akachora plan. Maandiko ikasema kwamba mzee akaacha kucheza. Watu wakajitokeza kumsaidia kwa muda kidogo. Yuko mtu alimsaidia wiki moja akajiendea. Yuko mtu alimsaidia mwaka moja akajiendea. Yuko mtu alisimama na yeye lakini kwa muda tu, mwisho akachoka na kujiendea. Lakini mzee ni nani akang'ang'ana Bwana? Ninasema na mtu hata leo kuna watu wametuondokea.
Kwanza huduma ya ujenzi inakarimu Mungu. Halo, inakarimu kushawishi watu. Watu sio rahisi kuingiza mkono kwa mfuko na toa fedha bwana. Inakarimu Mungu kumkuza mtu. Kuna mkuza ya kutoa na kujitoa ni kazi mbili tofauti. Leo hii tunatafuta watu wa kujitoa na wenye kutoa. Kujitoa na kutoa si rahisi. Bwana sifiwe. Walimuondokea mzee, wakakuta wengine wakamsaidia kidogo, wakamwacha. Mwisho mzee akabaki na jamii, naye Mungu akasema muda imefika bwana. Safina sasa inaanza kujengwa, ikamalizika na mapigo ikaanza, na mzee akanusuru jamii. Kazi hii haitakuwa bure. Kuna watu hapa watabarikiwa. Kuna mtu hapa Mungu atasababisha mtoto yake kuajiriwa. Yuko mtu hapa Mungu akananena na mtu. Tazama macho ya kiroho. Wajana na wanadamu unapojenga unapati bure. Tulipaata kule, tukaenda kule, tungali tuko na tunaendelea.
Ulifanya jambo la maana, weka groups na hii groups bado ngoja manama itatoka sasa. Kuna jamaa amenituma na kijana ndugu yangu anaitwa Jimmy hiyo anafanya na CKI. Nimeambia sasa hii network na mchango kanipesha mchango wake na huyu atatangaza alafu mimi pia natoa yangu. Pigeni makofi. Kwemoi keyo metoa shilingi 1000. Alafu sio vijema ndaka jema arudie kiti yake. Ametoa shilingi 500. Haikung'araka ni kweli. Unaona pastor netu amefanya kazi. Unajua kazi ni gharama. Hata muone wimbo penye inasema kwenda ng'ambo ni gharama. Tutazidi kusimama na wewe mpaka ikasaidie. Leo sio mchango ya mwisho, tutazidi kutoa ile tuko naye. Nimekuwa hapo kwa muda mchache, lakini nimeweza kusaidia 1 2 katika uwezo ambaye nimekuwa naye. Najua mkinipandiza changes will come. Mtaona wenyewe na mtashuhudia. So, kabla sijasema, nataka tu niwashukuru kwa siku ya leo, maana pastor wetu hapa yeye ndiye aliniongoza tangu niliingia mji huu wa mahali nimeoleka. Yeye ndiye alinishikilia katika wokovu ikiwa Kaboigo. Kweli mimi nimekaa na pastor, amekuwa msaada ya nyumba yangu, amekuwa akinisaidia kwa mara kwa mara. Na yeye pia ni mjomba wangu. So mimi namshukuru sana ya mtu. So kwa upande ya CFA nami nilikuwa katika hiyo ofisi. Lakini wanasemaga ladies first. So muone mama, sababu mama anajua baba yuko. Mshikilia hapo. Katoa yangu. Akaniambia pia mama ikiwa dogo na wakazi hapa juu junction. Hapo kati mkikaa hapa mlikuwa mnaona barabara nyingine ikipita pita huko. Akasema pesa ambayo umebajetia utakuja una barabara ya kwenda kwa Kimakwila elekea huko na malizie hii ya kwenda msituni. So ndio ndio pesa yenye amenitumia hapa sitasema si mgeni atasema. Lakini nimetumiwa pesa na ndugu yangu Demonges, amesema pesa ni rafiki yake kabisa. Na hapo karibu akasema ambia yeye akikuja na bado mjango hiyo ataendelea jenga kanisa. Asante. Kwa kiti ndio mtiwa Julius Sabila. Yeye ni kiti ya support. Na yeye atabu mpaka Transfer na Mbeleko. Mimi wakati tu nilileta kati nikasema kwanza wapi na mdosi yangu. Na yeye anachukua pesa na hata ameenda jukumu mdogo gani Kamero. Ameenda Kamero. Kwa hivyo Mheshimiwa Sabila anasema ajali pesa. Tunaona ndio nataka kuona bila kuleta pesa. Sijana mpaka ni kama mimi. Kwa hivyo Sabila anataka kiti ya support. Na yeye amempatia shilingi 5,000.
Asante sana. Bwana Yesu asifiwe. Msalimia Bwana wangu. Kweli ni moto. So kabla sijatoa salamu na kusema moja mbili, nimetembea mwenzangu ambaye atajikilisha mwenyewe na atoe mchango wake. Na akasema lazima ufike Taifa Katoro kuwakilisha. Kwa hivyo amekuwa na shughuli Nairobi, lakini zaidi yote pesa ndio ya maana. Kwa hivyo siku ya leo amenituma na shilingi 3,000. Kwa sababu ya masaa, mimi ni mjumbe ambaye nimetuma na mjumbe Kipukisi ambaye anatangaza kwamba anataka kuleta mageuzi katika mlimani. Na mimi nakubaliana na yeye na kulia kwamba watajaribu wenyewe, kwa maana yeye sura yake ni mabadiliko. Amesema tukitaka kugawa municipality hii tumejaribu, tukitaka kumaliza ukabila tumejaribu, tukitaka maendeleo katika Mlangoni tumejaribu, na nimeona wakati ni sasa ya sisi kufanya mageuzi. Wewe ndio unajua nini kwa sababu nyingine. Mnajua wewe kweli? Jina lake maasusi siasa sasa ni Job Ruto Chang'an. Alangine amita jole abu jole sawa sawa. Baba ndaptai hicho. Baba ndaptai hicho. Huyo mtu ni wa maendeleo. Wakanja shebangine iranda kaje lepe ni baga. Kaba iko lolo. Logo le jewe yole ngaja ko le mugore dage. Anja tutugoro. Asante sana. Agaiyo atasema Bwana amani wabariki sana. Ya Daniel Mheshimiwa Ruto amojine. Ujoro? Asante, asante mbundo ninalegea live camera. Niboska. Asante sana. Kwa Ruto. Shilingi 5,000.